Bwana mambo vipi mtu wangu wa nguvu, mtu wangu wa faida, mtu wangu ambaye unaifanya mie niwe nakutengenezea content mbalimbali kila siku. Mimi langu jina ni Tim Jinkashi, Kashiboy Boy from TZ. Leo niko Muslim University of Morogoro, chuo kikuu cha Waislamu. Kutokana na upepo ambao uliopo saizi ambao wanasema wanachuo kimaliza chuo waende VETA. Leo nataka nikaulize wenyewe wanachuo wanasemaje kuhusiana na hili hapa. Na hii ni the best guitar, the best. Leo tumehamia Muslim University of Morogoro. Wenyewe wanasemaje? Twende tukawasikie yapi wanayo kuhusiana na swala hili hapa. Na nimekutana na mwanachuo ambaye atatuambia je, kwa upande wake analionaje swala hili hapa la akimaliza chuo aende VETA. Mambo vipi ndugu yangu? Safi ndugu yangu, za kwako? Kama kawaida. Kama kawaida. Uko safi? Niko safi sijui ndugu yangu. Jina lako? Naitwa Osama Mohamed. Naitwa Osama Mohamed, ni katibu wa Wizara ya Mawasiliano chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. Asa je, kwa upande wako katibu wa Wizara ya Mawasiliano, je, kuhusiana swali hapa kama mwanachuo akimaliza chuo aende VETA, kwa upande wako unazungumziaje? Mimi kwanza na maoni ambayo yapo katika upande wa positive na negative. Mimi kitu cha kwanza, ili jambo la wanafunzi wa vyuo vikuu kwenda VETA sio jambo baya, kwa sababu unajua huku tunavyoipata hii elimu sio ya vitendo zaidi, yani tunamaanisha kama hivi tunasoma kama tena theory. Unajua mtaala wetu hata kama chuo kikuu upo kama theory zaidi, theory fulani. Theory fulani maana kwenda ku practice tena kule VETA katika elimu za ujuzi, kwa sababu VETA ni sawa na elimu ya IK, ile elimu ya kujitegemea. Ndio hivyo. Yani atajifunza ufundi ndio ataenda kuutumia, atajifunza furniture ataenda kuutumia, lakini huku mtu akijifunza ualimu lazima apate shule. Yani lazima ategemee taasisi fulani. Kwa hiyo ni jambo zuri, lakini mimi nilikuwa naomba serikali kama unatusikia, wao waangalie kwa upande wa pili. Huyu mtu ametoka form 4 ameenda form 6, umeshaelewa? Huu muda kwa nini wasingetengeneza mazingira bora kuhakikisha huyu mtu yani wakati anapita katika hivi vyanzo anapita katika mlolongo akatengenezewa mazingira kuipata hiyo elimu ya IK ambayo tunaita ya VETA. Aipate mapema ili mradi akimaliza ajitegemea. Sasa unamkuta mtu ameshatimiza miaka 23 unamwambia tena aende VETA au 25. Kwa hiyo nilikuwa tunaomba tu wangejaribu kutengeneza mazingira rafiki. Kwa mfano elimu ya kuanzia form 2 mpaka form 4, form 3 mpaka form 4, wahakikisha wanafunzi wanapewa zile taaluma wapate mapema ili mradi mtu akifika chuo akimaliza amemaliza, au sio? Mimi ushauri wangu ndio ulikopo hivyo. Asante sana ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu. Hakika. Sana sister yangu hapa naye nataka aniambie, je, kwa upande wake imekaaje? Je, anazungumziaje swali hapa la wanachuo kimaliza chuo waende VETA? Mambo vipi dadangu? Safi. Safi. Jina lako? Naitwa Faudhi Abdullah. Uko mwaka ngapi? Mwaka wa kwanza diploma 1. Je, kwa upande wako wewe unazungumziaje wanachuo au wanafunzi wanapomaliza chuo kwenda VETA kwa kujiongezea ujuzi? Swala la wanachuo kwenda VETA ni swala la muhimu sana. Of course kwamba ukisema yani kuachana na VETA ukianza masomo ya theory hivi haitomsaidia sana mwanafunzi. Lazima yawe na practical. Chuo cha Kiislamu kama chuo kikubwa lazima kiwe kina masomo practical. Pia hata kusema hizi tu hizi za kawaida hizi bado haziwasaidii. Kinabidi ndani ya hicho chuo wajenge sehemu ambayo itaweza kumfanya mwanafunzi, sio kwamba eti paka tu mpaka nini, hapana. Lazima wajenge kwanza, yani tunachoshauri kwanza hicho chuo wajenge humu ndani ili kwa wataweza ka practice zaidi na waka ignore zile courses zile za tours za nini. Sasa je, kwa upande wako wewe kama hapa kuweka rasmi kwa ukimaliza chuo naenda VETA, wewe utakubali kwenda VETA? Ndio nitakubali. Na ongeze kitu gani kwenye ukienda VETA kwa ili kitakachofanywa kikupe motisha zaidi ya kwenda VETA? Of course waongeze morality za watu. Kama vile bumu au kama bumu. Asante sana dada. Asante sana. Nimekutana naye hapa mwanachuo, yeye anatuambiaje kuhusiana na baada ya kumaliza chuo? Je, yeye anaenda VETA au yeye anabaki mtaani? Mambo vipi? Bwana safi sana. Jina lako? Naitwa Mohamed Ismail Ngumanya. Natokea chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. Ndio. Nikiwa ni mwanafunzi wa mwaka 3 ambaye nasoma Baedi.
Hasa wewe kama mwanafunzi wa mwaka wa 3, naona ndio uko njiani kabisa, kesho kuto tunamaliza chuo. Je, uko tayari ukimaliza chuo uende VETA? Kwa mtazamo wangu mimi naweza nikasema siko tayari kwenda VETA. Kwa sababu ukiangalia VETA huko ni kupotezeana muda. Sawa, mimi siwezi nikatoka hapa nikaenda huko miaka 2 nikasomee, si 2 si 3. Kwa sababu ukiangalia elimu yetu ya Bongo inatupotezea muda sana. Tumeanza tukiwa na elimu ya msingi miaka 7, unakuja sekondari miaka 4, unakuja advance miaka 2, chuo kikuu miaka 3, alafu tena utuongezee miaka 2 au 3 ya kwenda huko VETA. Mimi swala hilo nalipinga, haliwezekani. Mimi cha kuwashauri wanafunzi wenzangu, wewe kama wewe, angalia mtazamo wako ambako unaona nafaa. Kama huko unaona kunafaa basi unaweza kaenda, lakini kama unaona hakufai, kuwa kama mimi huko naona kunifai kabisa, kwa sababu huko kunanipotezea muda. Kupotezea muda huko. Wewe unafanya gani sasa hizi? Labda fani ambayo labda sasa hizi umebarikiwa au unaifanya? Mimi na taaluma nyingi sana. Nikitoka hapa na taaluma zangu nyingi sana huko mtaani naenda kuziendesha. Kwa sababu na mpango wa kujiwekeza mimi mwenyewe kiuchumi. Sitaweza kutegemea serikali. Nikimaliza tu basi moja kwa moja mimi naenda kutengeneza au kubuni sawa kitega uchumi changu ambacho kinaweza kikanipatia kipato na kuendesha maisha. Nataka kuniambia kama yani hii elimu ambayo umeipata kutoka darasa la 1 hadi chuo kikuu sasa hizi, yani imekutengenezea taaluma ambayo wewe unaweza kubuni kitu na ukakiendesha na kikaleta mafanikio makubwa. Mafanikio makubwa sana. Naweza nikasema elimu yangu ya chuo nianzie hapo, kwa sababu chuo bana unasomea vitu vingi sawa, au kozi tofauti. Kwa mfano sisi wanafunzi wa Kiswahili sawa, asilimia kubwa toka tumeanza mwaka 1 mpaka tunaenda kumaliza sawa, tunafundishwa tu ujasiriamali. Kwa hiyo kutokana na kufundishwa mara kwa mara sawa, mimi na uzoefu mkubwa sana katika taaluma hiyo. Kwa hiyo niwasisitizie, mimi kwa upande wangu nitaenda kuwa mjasiriamali wa biashara. Sema sihitaji hiyo biashara, sihitaji, ila nenda kuwa mfanya biashara mkubwa. Asante sana ndugu yangu. Asante sana. Naam, nimekutana na mwanachuo mwingine hapa, anatuambia kwa upande wake anaonaje swala hili hapa la wanachuo wakimaliza chuo waende VETA. Mambo vipi? Safi. Uko poa? Niko poa. Jina lako? Sabia. Uko mwaka ngapi? Wa 1. Mwaka wa 1. Je, kwa upande wako ukimaliza chuo utaenda VETA au? Nitaenda. Au una maoni gani kuhusiana na swali hapa la wanachuo wakimaliza chuo waende VETA? Kwa maoni yako yakoje? Maoni yangu waende, kwa sababu kule VETA kuna ujuzi mbalimbali. Unaweza ukajifunza kuhusu yani fani mbalimbali. Aidha huku uliposoma kuhusiana na elimu yako uliosomea, pengine hata usipate ajira, ukaja ukapata ajira kutokana na uko VETA ulipokwenda kwa lengo la kusomea mambo ya ufundi. Ndio. Na kingine labda wewe unadhani wakiongeza kitu gani zaidi kitakustawishi wewe uende VETA ukimaliza chuo? Waongeze, yani watuwekee na boom huko. Kwa sababu maana hapa sasa hivi ushatumia pesa nyingi, alafu na huko tena unaenda unatumia tena pesa. Kwa hiyo ushawishi zaidi hapo ni kutuongezea boom ili tuendelee tupate motivation ya kwenda. Na nimekutana na mwanachuo mwingine hapa, naye anataka kutuambia maono yake kuhusiana na swala hili hapa la wanachuo baada ya kumaliza chuo waende VETA. Mambo vipi ndugu yangu? Mambo fresh kabisa ndugu yangu. Jina lako? Jina langu naitwa Fred Kenunda. Ni mwanafunzi wa kozi gani? Mimi ni Baedi, nasoma Kiswahili na Geography. Baedi, mwanafunzi wa Kiswahili na Geography. Je, kwa upande wako wewe swali hapo limekaaje? Swala la wanafunzi au wanachuo baada ya kumaliza chuo waende kujihusishe au wakasome masomo ya VETA, wakachukue ufundi study. Mimi binafsi naweza nikasema hili swala liko vizuri. Liko vizuri kwa maana ya
Sasa hivi serikali inaangalia mbali. Inaangalia mbali kwa maana ya sasa hivi ukiangalia mitaala yetu kwa maana ya shule ya msingi na sekondari. Ndio. Kuna hii elimu msingi ambayo elimu hii inalenga mtoto kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4 hapo. Kwamba anatakiwa asome hapo. Ili akifika form 4 yani kwamba lengo lao kwanza kila mmoja amalize. Amalize form 4, sawa. Sasa akishamaliza form 4 baada hapo anaenda wapi? Sasa serikali ikaona kwamba hao watu wakishamaliza form 4 hapo kuna michepuo iko hapo. Kuna wale ambao wanakuwa na lengo la wanakuwa na fani fulani labda ya ufundi, lakini kuna wale ambao wanakuwa na ile fani ya kuendelea na kusoma kama kawaida. Kwa maana ya form 5 na form 6 na nini. Ndio. Kwa hiyo serikali ikaona kwamba ili hawa watu ambao wana hobby na ufundi sasa watapata wapi maarifa? Ulasimi sasa kulasimishwa. Sasa watapata maarifa kupitia walimu. Sasa serikali imeona labda namna kwanza kuajiri walimu au kutafuta walimu ambao wanahusiana na ufundi na nini itakuwa changamoto. Ameona bora hao wanaomaliza sasa hivi ni bora waende kwanza kwenye ufundi huko kwenye VETA. Kule watapata maarifa. Yale maarifa ambayo watapata kule kwenye VETA yatasaidia hata huko watakao kuwa wamepata ajira kuweza kuwafundisha wale vijana ambao watakuwa na hobby nini na ufundi. Na ufundi ndio. Kaje kwa upande wako, je, wewe uko tayari ukimaliza chuo uende VETA? Kama itakuwa official nafikiri ni vizuri tu tukaenda. Naweza nikasema kwamba hata wenzangu ambao wanasikiliza ile swala hili ni vizuri kama tungeungana tungeenda. Kwa sababu kule tutakuwa tunapata maarifa ambayo tunaweza tukayatumia tena wapi huko tutakapokuwa tunaenda kutafuta ajira. Amesema asante sana ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu. Pamoja sana. Pia nimekutana na mwanangu wa nguvu hapa. Naye anataka kutupa maono yake kuhusiana na swala zima na wanachuo kimaliza chuo waende VETA. Kwa upande wake anazungumziaje swala ile? Mambo vipi ndugu yangu? Safi, mzima. Mimi mzima sana. Jina lako? Majina yangu naitwa Ramadhani Mashaka Musa. Mwaka wangapi? Mwaka wa kwanza. Mwaka wa kwanza. Je, kwa upande wako wewe swala zima la wanachuo kimaliza chuo kwenda VETA limekaaje? Kwa upande wangu mimi limekaa vizuri. Kwa sababu limetolewa na viongozi wakubwa. Wameona ni ya muhimu sana. Kulingana na mfumo wa elimu unavyoenda hata maisha ya kawaida katika taifa hili. Kwa upande wako wewe unaona kama yani wewe uko tayari ukimaliza chuo uende VETA moja kwa moja? Hapana, kwa upande wangu naweza nisiende. Kwa nini usiende? Kwa sababu VETA wanasisitiza kwenda kupata nini? Ujuzi. Ambao ujuzi huo utawasaidia watu mbalimbali kuondokana na nini wimbi la kulia ajira nini? Kulia ajira. Lakini kwa upande wangu mimi na ujuzi. Ujuzi upo. Siwezi kwenda. Hata ujuzi ambao uko nao hapa sasa uone kama ukienda VETA ndio utaongezeka zaidi. Hapana, nikupoteza muda. Ujuzi gani huo? Mimi ni fundi. Fundi? Magari au nini? Fundi umeme. Umeme? Sasa ukienda huko ndio unaenda kabisa ni kwa engineer mkuu. Uone hapo unataka kukamua zaidi. Hapana. Huyu yeye anasema hata kama ndio akitoa fursa hii lakini yeye ujuzi upo tayari. Kwa hiyo akimaliza chuo aenda kuendeleza ujuzi wake kuanzisha kituo rasmi mwenyewe. Mimi ni Mjinkashi na hii ni Media.